Angel. Huyo Monica amekwaje? Ameanguka. Monica. Monica. Sote sikapigwa huyo. Mama Angel. Mama Angel. Huyo mtoto kaweje? Sijui. Hujui wakati ulikuwa nyumbani hapa? Mimi sijui. Basi naongea na wewe bwana. Unastahili nani alijibu wakati ulikuwa nyumbani? Unajua moja kwa moja mtoto kapigwa. Angel. Monica. Angel. Huyo Monica amekwaje? Ameanguka. Monica. Monica. Sote sikapigwa huyo. Mama Angel. Mama Angel. Huyo mtoto kaweje? Sijui. Hujui wakati ulikuwa nyumbani hapa? Mimi sijui. Basi naongea na wewe bwana. Unastahili nani alijibu wakati ulikuwa nyumbani? Unajua moja kwa moja mtoto kapigwa. Dokta, vipi kuhusu hali ya mgonjwa wangu? Mgonjwa wako anaendelea vizuri. Tukutegemea kama atakuwa anapata maendeleo haraka na mwili. Na ukiangalia hasa zaidi lilikuwa ni tatizo gani lililompelekea mpaka aliyoingia hivyo kisayansi na kidaktari vile? Atakuwa na athari kidogo kwenye shingo na kwenye mabega. Ndio dokta. Kwa hiyo
tutamsaidiaje daktari ili huyu binti arudi kwenye hali yake kama ilivyo kawaida? Mazoezi ni muhimu sana. Kama tulivyokuwa tunamwelekeza hapa, kwa kila siku tulikuwa tunamfundisha namna ya kufanya pamoja na mhudumu wake, na bado itabidi mfuatilie kama kunatokea tatizo lolote nje. Mimi niseme kitu kimoja daktari. Kwa sababu nipo tayari kufanya hayo yote, maana hata shughuli zangu nyingi zimekwama kwa ajili ya tatizo la huyu mtoto. Kiukweli imeniathiri sana hata kiakili. Kwa hiyo nitajitahidi kila iwezekanavyo nifanye mazoezi kwa yule mtoto. Pole sana. Kwa kweli naomba uwe na matumaini mazuri kwamba atapona vizuri. Kwa hiyo niulize kitu daktari, kwamba kwa leo nitaruhusiwa kuondoka naye? Haina shida. Nadhani kama umeshalipa bili, mambo mengine yanafuata. Sasa watakutengenezea dawa za kwenda nazo, sawa, pamoja na maelekezo ambayo ni sana ni maelekezo ya mazoezi. Siku zote wanawake wengi wameumbwa kuwa na mioyo ya huruma, lakini wale wachache wanakosa mioyo ya huruma. Na kwa nini ulifikiria kufanya kitendo cha unyama kumfanyia yule mtoto mdogo ambaye ni Monica? Wewe mwanamke una roho mbaya sana. Sasa wewe kama umeona wewe mwanao anateseka, si umchukue mpeleke kwenye vituo vya kulea watoto yatima? Hebu fikiria angefanywa mwanao wewe ungejisikiaje? Kwa hiyo wewe unyama afanyiwe Monica. Wewe kunipiga kofi sio unyama. Na kama umeshindwa kulea, ni bora nimkabidhi Kulwa getini amlee kuliko wewe. Fanya utakavyofanya, maamuzi ni yako. Na unapoelekea wewe unataka kunipa kesi. Na ipo siku nitakupiga kweli kweli ili niishie Butimba. Kwanza nesi inaniuma sana. Angel. Monica. Angel. Huyo Monica amekwaje? Ameanguka. Monica. Monica. Toto sikapigwa. Pole sana, lakini usijali, Mungu ni mwema, atapona. Ila naomba mjitahidi kuwa mnamfanyia mazoezi ya mkono pia na kichwa. Mnamfanyia mazoezi taratibu. Ila baada ya siku 2 siku 3 tutakuja kwa ajili ya kumtolea hizi bandeji kichwani na mkononi. Kwanza nesi, mimi nishukuru kwa hali ya juu kwenye hospitali yenu kumsaidia mwanangu. Kwa kweli sikutegemea kabisa kama anaweza kafikia kwenye hali kama hii, kwa sababu nilikuwa nimekushakata hata tamaa. Lakini Mungu alipomwema, mtoto amerudi kwenye hali yake. Kwa kweli sina neno zaidi ya kusema, kwa kweli ninashukuru tu. Haina shida, uguza pole. Pole mami. Asante. Pole sana. Vizuri, asante. Mimi naomba nitoke. Karibu sana nesi. Haya, ugua pole mami. Haya. Monica, Monica, mama. Shemeji, shikamoo. Marahaba. Kumbe uko hapa kabisa, nikajua labda umelala. Nikuletee juisi shemeji? Mimi siwaka kielele changu kipo juu. Ni kwa sababu tu shemeji, sisi unatupenda. Kwa sababu shemeji, angekuwa mtu mwingine hapa nafikiri sisi tungekaa hapa. Acha kabisa. Yaani shemeji, wewe una dhambi. Kwanza hata kaka mpaka kuamua kukuachia hapa, si amekuamini, na yeye anabidi ajifunze akuthamini wewe. Akikuzalau wewe atapata mkosi mkubwa sana shemeji. Wewe mwanamke mwingine wa mjini, mtu mwachie nyumba kama hizo, unakuta kaishauza hapa, pamebaki matofali tu au kiwanja peke yake.
Lakini wewe shemeji hauna mambo hayo, hata kumsaliti ya umsaliti. Hata ukifanya labda bahati mbaya tu. Na ndio maana mimi shemeji huwa nakwambia hivi shemeji, hata huyu Monica huyu mtoto huyu ni wa kumwangalia sana shemeji. Kwa sababu huyo Monica pamoja na hayo mabandeji yake na afya yake kuwa mgogoro, huwezi kujua kesho anakuja kukusaidia nini. Ndio maisha. Mimi sinajua. Hivi wewe, yaani huwezi kukaa bila kukosa kuongelea habari za Monica. Monica anakuhusu nini wewe? Shemeji mimi naye huaga na kielele changu siwaga hivi kama chumvi iliyotokeza kwenye mboga. Hivi mbona wewe unapenda kunitoa kwenye mudi yangu wewe? Yaani sijui likoje hili. Lione lilivyo libaya kwanza. Utaipaka rangi. Monica pole. Usilie bwana. Mama zetu utapona. Sina sehemu umepona. Mama zamani. Odi. Karibu. Mama, ni mjambo? Sijambo. Vipi hali yako? Unaendelea vizuri sasa hivi? Pole, usijali utapona. Asante. Mama na baba wameenda wapi? Hawapo. Wametoka tangu saa ngapi? Toka asubuhi. Hawajarudi. Okay. Haya mami, ugua pole. Mungu ni mwema, utapona tu muda si mrefu Sawa mami. Pole. Endelea kuangalia mgonjwa vizuri Haya. Haya, asante. Ndani kwangu umetoka kufanya nini? Shemeji, nilikuwa nimempelekea mtoto juisi, mtoto anaumwa huyu. Hivi unajua wewe kazi yako ni getini na sio ndani kwangu? Wewe nani yake? Wewe ni babake mzazi? Yaani watu wengine ni wajinga wapumbavu. Unashindwa kujali mambo yako, unajali mambo ya mtoto. Huyo mtoto anakuhusu, mwache afe. Shemeji, nakukubali. Unanikubali nini? Sitaki mimi mambo ya kipuuzi, ujinga sitaki, mpumbavu wewe. Shemeji, hauna dhambi. kuhusu huyu mtoto mimi nitamchukua na atapata kila kinachostahili katika maisha yake, kuanzia elimu, mavazi na afya. Kwa hiyo shangazi, naomba nikuondolee wasiwasi kuhusu huyo binti yetu. Mimi nitakuwa naye bega kwa bega na wanandugu wote kwa